Kuna msichana alikuwa anaokota chupa na ghafla akamwona mwanamume aliyeshikilia chupa tupu. Akasema, nitakushukuru sana kama ukinipatia hilo chupa. Mwanamume huyo aliyeitwa William akasema, chukua, hakuna shida. Msichana huyo aitwaye Malaika alipokea na kumshukuru kisha akaanza kuondoka. Lakini ghafla William alimshika mkono na kumwambia, unaweza kuwa mchumba wangu kwa siku moja tu? Malaika aliurusha mkono wake kwa hasira na kumwambia, mimi sio mwanamke wa aina hiyo. Sawa, ni muokota makopo, lakini mimi ni mwanamke anayejiheshimu. William, nitakupatia $5,000 kama ukinikubalia. Malaika, nini? $5,000? Lakini ghafla simu ya William ikaita. Ni mama yake aliyekuwa akimpigia. Mama alimwambia, ngoja tu mimi niwe mwazi. Leo hii usiponiletea huyo mchumba wako unayempenda, wiki hii nitaandaa ndoa yako na mwanamke usiyempenda. William alikata simu na kusema, kama pesa hiyo haikutoshi basi nitakupatia $50,000. Malaika alijiwazia, $50,000? Hii inaweza kubadilisha kabisa maisha yangu. Muda huo huo William alimuona mtalaka wake Danny akiongozana kwa furaha na mume wake mpya. William alifikiria, wow, mara hii tu keshaolewa na mwanamume mwingine na mimi bado tu nakaa namfikiria. Malaika aliziangalia nguo zake na kumwambia, sina hata nguo nzuri, nawezaje kuwa mchumba wako? William alimwambia, usijali kuhusu hilo. Akachukua boksi lilokuwa jirani yake akampatia na kumwambia, nenda kabadilishe haraka sana, kuna nguo nzuri sana humo ndani, nenda kabadilishe na urudi kabla ya dakika moja. Malaika akasema, okay, narudi sasa hivi. Mtalaka wake Danny na mume wake mpya walimsogelea na kusema, wow, huyu ndio yule mwanaume alikuwa anapenda kuongea sana. Malaika alisikia kila kitu. Danny alisema ataoa siku 10 baada ya mimi kuondoka, lakini muone bado yupo anahangaika mitaani kama ombaomba. Baada ya kusema hivyo, Danny aliangalia huku na huku na kusema, tuwe makini, isije kuwa kaja hapa kujiondoa uhai kwa ajili ya usaliti wangu. William akasema, hivyo ndivyo unavyofikiria? Wewe ukimwona mchumba wangu unaweza ukafa ghafla kwa wivu kwa sababu ni mrembo kama malaika kutoka mbinguni. Malaika alisikia na kujisemea mwenyewe, wow, amenifananisha na malaika kutoka mbinguni, basi inabidi nivae nipendeze. Danny akasema, hukuwahi kuwa muongo, lakini sasa unaonekana bonge la muongo. David mume mpya wa Danny akasema, watu kama hawa ni waongeaji sana, hebu mtazame alivyosimama hapo kama mtu anayehitaji msaada. Danny alicheka kwa dharau na kusema, hajui hata kama nilipomwacha niliolewa na meneja wa kampuni kubwa sana hapa mjini, kampuni ya Nelson Group. Kusikia Nelson Group, William alishangaa lakini hakutia neno. David, unawezaje kumtajia ombaomba kama huyu jina la kampuni kubwa kama hiyo ambayo hajawahi hata kuiona ndotoni kwake? Danny akasema, no, ombaomba kama hawa huwa wanaota makampuni makubwa siku zote za maisha yao, kwa hiyo waache tu wafurahie maisha mazuri kwenye ndoto zao. Wakacheka wote kwa sauti kubwa tena kwa dharau. William akawaambia, ninawaona wote mnavyozidi kukosa heshima. David akadakia, tafadhali, watu kama nyie ndio mnakosa heshima, lakini kama hutojali naweza kukupatia kazi katika kampuni yangu. Wote David na Danny wakasema, kama mfanya usafi. William akasema, haina shida, nitafikiria. Ghafla Danny akasema, msaidizi wako katika kampuni yako huyo hapo anakuja. David alimkimbilia msaidizi, lakini ajabu, msaidizi alimpita bila kumjali na kusema, boss, kumbe uko hapa. Kusikia neno boss, wote Danny na David walishangaa na kubaki midomo wazi. William akamgeukia msaidizi na kumwambia, unafanya nini hapa? Boss, nilikuwa napita tu ndo nikakuona. Ghafla Malaika alitokea amevaa